yake na sisi tutaishi. Nami nitawawekeni katika nchi yenu, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, nimesema hayo na kuyatimiza, asema Bwana. Kristo. Taifa limechukuliwa utumwa kwenda Babeli, na ni mwaka 570 hiyo, na kwa sababu ya uovu wao na kutokumsikiliza Mwenyezi Mungu, ndio maana walipelekwa utumwani, kwa sababu Mungu alikuwa analitetea kwa kweli vizuri sana taifa la Israeli. Na taifa baada ya kwenda huko sasa wamekosa matumaini, wananyanyaswa, wamefungwa, wanadhalilishwa, wanaimbishwa, wanafanyishwa kazi, wanafanyiwa maisha mabaya mbalimbali ambapo hawako huru. Na ndipo neno la matumaini la nabii linapomkuta na kuambia atawarudisha tena kutoka kwenye utumwa. Lile ni kaburi. Huko walikopelekwa ni nini? Ni kaburi, ni shida, ni mahangaiko, ni sehemu ambao hawaoni mwanga, hawavuti oksijeni vizuri, kwa sababu kila siku wana shughuli nzito. Na Mungu anasema atawarudisha tena kwenye taifa lao la Israeli kama ambavyo. Kwa sisi waamini leo, pamoja ya kwamba wao waliwahi kurudi, sisi tuna dhambi ambazo zinatutenga na Mwenyezi Mungu, na hilo ndilo kaburi letu. Dhambi zetu ambazo zinaendana na pengine fitna, majungu, uzinzi, uasherati, wizi, mambo yanayoendana na rushwa, mambo yote yanayoendana na ulevi na ulafi, mambo yote yanayoendana na wivu. Angalia ile mizizi ya dhambi yote, angalia ni kaburi gani ambalo wewe umewekwa na ukazikwa ndani yake humo. Na baada ya kuzikwa sasa, Mungu anakuja na anasema atalifunua kaburi. Kulifunua kaburi ni kutoa kile kizibo cha kaburi, uone mwanga, useme wao, ufufuke na uwekewe roho mpya kama ambavyo kaburi. Ili fundisho la leo litakiwa ninunue. Sasa nimekuja kushtuka tu sababu ya mambo yangu mengi. Ninunue kile kitu cha kuzikia watu hapo, mnakihitaji? Tumsifu Yesu Kristo. Hapa ndo ungetia hofu, alafu tunamkabidhi mmoja wapo. Ungeona ambavyo lingeweza kuleta shida ya kutosha. Patashika nguo. Niliwahi kufanyiwa animation siku moja seminarini, jumuiya moja wakaleta lile jeneza pale. Ilikuwa masomo yale ya mwisho wa mwaka yale, ambaye anasisitiza kwamba atakapokuja mwana wa Adamu itakuwa kuna shida hizi na nini na nini. Kwa hiyo likaletwa jeneza pale. Baada ya kusimuliwa na utangulizi unatolewa na mjumbe na yule mdau, akatoa kwa nini wameweka hiyo alama, lazima watufundishe vizuri. Kwa hiyo baada ya kuliweka likaelezwa vizuri, akasema hilo kaburi nani yake ndio hiyo linaweka kaburini. Mdau mmoja akalibeba akaliweka chumbani kwake. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo unajiandaa na kifo, kwa sababu kifo kipo tu, na kwa sababu kipo basi usiwe na dhambi, ungama dhambi. Ndio maana kesho ndio siku rasmi ya kuyafunua makaburi, siku ya maungamo, siku ya toba, siku ambayo inasababisha mwanga wa Kristo kuangazie na hatimaye usifanye dhambi, ili ufufuke pamoja na Kristo katika Pasaka. Kesho ni zamu ya kuungama sisi kuanzia saa 9:30. Kwa mfike muungame, na mkisha ungama msifanye dhambi tena. Tunaelewana? Mnanielewa? Kwa kesho mapema saa 9 mapadi wa dekania watakuja kuunga mkono hapa hoja, tuungame dhambi zetu zote, tuwe huru kama ambavyo wanaimba wanakwaya, aziungamaye dhambi zake atafanya nini? Yule anayezificha atabaki na laana hiyo. So ni dhambi, ni kaburi, ni shida, ni mahangaiko, ni matatizo, ni kutokuona uso wa Mwenyezi Mungu. Somo la pili la leo limetusisitiza ya kwamba hivyo kuna mwili na roho. Na kama kuna mwili na roho, kuna wale ambao wanaendana na mwili. Yaani ukikuta unahudumia sana mwili, hauko salama. Kwa sababu mwili utakupeleka katika dhambi, katika shida, katika mahangaiko, na umesahau roho yako. Wakati huu ndio muda rasmi wa kuweza kuhangaika na roho, ambayo kwa kweli kwa rezima hii ndio maana tunafunga kuutiisha mwili, lakini pia kupata chochote kwa ajili ya wahitaji wengine, kufanya matendo mema. Ndio maana mababa wanasisitiza, ndugu, msichoke kutenda mema. Kutenda mema ni mtaji, ni kitu cha maana, ni kujiwekea hazina ya baadaye, kutenda mema. Na wakasisitiza maneno na matendo yaende pamoja, kama ambavyo unasikia kwenye ujumbe wa Kwaresma.
Kwa hiyo hapa anasisitiza Roho wa Mungu aliyemfufua Kristo katika wafu, roho huyo inatakiwa akae ndani mwako. Kwa hiyo angalia matendo yote yanayoendana na mwili uyaache, uendane na matendo ya Roho. Matendo ya mwili unapata waraka kwa Galatia ile sura ya 5 aya 18, lakini tunda la Roho ndio lile ambalo linaendana na upendo, furaha, amani, utu wema, waraka kwa Galatia na mengine, waraka kwa Galatia sura ya 5 aya 22. Hilo ni somo la pili. Somo la Injili ndo nakaa nalo. Kristo naendea hatua kwa hatua, maana na wakatekumeni ambaye wataingizwa kwenye Ukristo. Ndio maana naenda kwa hatua kwa hatua. Hatua kwa hatua hizi, na kwa kuwa nimewekewa kajamaa hapa wamenifunga ili nisitoketoke humu. Tumsifu Yesu Kristo, ambaye huwa sio tabia yangu ya kubaki hapa. Sasa somo la Injili la leo limeanzia hapo ya kwamba Yesu alikuwa na marafiki. Rafiki yake ilikuwa ni ile familia yenye kaka na dada. Ina Martha, ina Maria, ina Lazaro. Ina kaka na nani? Ni kama jumuiya. Jumuiya huwa ina kaka na dada. Yaani kuna wa kiume, kuna uwaka na kuna wawata. Leji ya Maria watakusisitiza kuhusiana hiyo kwamba hata akiwa kadogodogo unakaita kaka ka kiume, na akiwa kadogodogo ka kike unakaita nani? Dada. Yaani kuna kaka na dada. Hatuambii kuhusu baba na mama huko, kaka na dada. Familia hii Yesu kwa kweli aliipenda. Alikuwa anaenda ana relax. Yesu hakuwa na nyumba, na wanafunzi wake wale 12 kila mara walienda Betania na wakakutana na hii familia wakahudumiwa. Ndio maana katika mojawapo walipoenda, Maria alikuwa yuko miguuni pa Yesu anasikiliza, maana ni karakta mbili tofauti. Martha yeye ana mambo mengi, anaandaa huduma. Ni jambo jema pia kuandaa chai, kufanya nini, mambo mengi, lakini ikaonekana maandalizi yake yale kutokana na vipaji vyake vikamkwaza, kwa sababu mwenzake alipumzika. Ndio maana nasema Yesu alikuwa anaenda kwenye familia. Sasa mmojawapo wa mwanafamilia akapata shida, akawa mgonjwa, ugonjwa wa mauti, yaani ugonjwa wa kifo. Kwa hiyo wakatuma ujumbe kwa rafiki yao, kwa Yesu. Wakatuma mjumbe akamwite aje, maana waliamini wote, Martha na Maria, Yesu akiwapo hata kufa. Wale hiyo wanaiamini vizuri. Sasa Yesu alipopewa ule ujumbe akasema ugonjwa ule sio wa mauti, ni ugonjwa wa kawaida kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Akaacha kwenda, akaendelea na mambo mengine ya kuhubiri. Kwa hiyo akakaa siku ya kwanza, siku ya pili yule mgonjwa akafariki, na kwa sababu alikuwa Uyahudi, alikuwa ameshaondoka Uyahudi, wanamtafuta. Kama ameshaona kwenye kanisa tumeshafunika sanamu pamoja na misalaba yote na picha zote za Yesu, zile serious, sio za njia ya msalaba na sio zile zingine za juu, hizi za kawaida tu. Kristo. Sababu ni nini? Sababu ni kwamba Yesu anatafutwa. Watu watekaji wanamtafuta ili wamteke, alafu wamuue. Kwa hiyo hapatikani, kajificha. Ndio maana ya kufunika hizo sanamu zilizoko kanisani, lakini pia na misalaba. Hiyo ni desturi ambayo kanisa ilitafakari tangu siku nyingi na limeidhinisha na baraza letu la maaskofu, yani TEC. Kwa hiyo Yesu alikuwa haonekani hadharani. Sasa anapoambiwa ujumbe huo amekaa amejichelewesha tena, alafu ndipo akasema jamani, twendeni Betania, twendeni Uyahudi, Betania. Wakati wanaondoka walikosokoswa na mawe. Tomaso akamwambia, wanafunzi wake wakamwambia, unataka ukafe kwa sababu kule tulikosokoswa na mawe. Sasa unataka urudi tena wakakuue, maana watakupiga na mawe sasa. Na Yesu akawaambia, muda wa mchana ni masaa 12, tunaenda mchana. Bana nyingine wakati wake wa wokovu bado. Kwa hiyo ukitimia, hata kama vipi watamkamata tu, kwa muda wa wokovu bado. Na ndipo Tomaso aitwaye Pacha akasema, twendeni tukafe pamoja naye. Kwa hiyo wakaondoka. Tumsifu Yesu Kristo. Wakafika Betania. Kabla hujaingia mjini, Martha akasikia habari ya kwamba Yesu anakuja, na Martha akakimbia, kwa sababu alikuwa ni yule wa kutoka, yule wa haraka. Akakimbia kwenda kumlaki. Nimependa imani yake. Imani yake ni nzuri. Akamwambia, Bwana,
ungalikuwamo, ungekuwepo wewe, ndugu yangu hangalikufa. Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Martha akamwambia, majadiliano yanaendelea kutokana na imani. Tunasema zile stage nilikuwa nazieleza Dominika ya 3 ya 4 ya kumwelewa Yesu. Yesu akamwambia, mimi ndimi ufufuo na uzima. Yaani Martha akasema, najua kwamba atafufuka katika uzima wa milele. Yaani anaamini ya kwamba kuna maisha baada ya haya. Anaamini yeye sio kama Sadukayo ambaye haamini baada ya maisha kuisha yameisha, kwamba ponda maisha kifo chaja. Lakini yeye anaamini baada ya maisha haya kuna maisha yajayo, kuna ufufuo na uzima. Anaamini na ndugu yake atafufuka katika ule uzima wa milele. Hiyo anaiamini na hiyo ni imani yake thabiti kabisa. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Mtu ajapokufa ataishi, na yeye ambaye atakufa kupitia mimi ataishi hata milele. Unasadiki hayo? Akamwambia, naam Bwana, nasadiki kwamba wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu ajaye ulimwenguni. Tumeona tumefika kwenye ile stage ya juu kabisa ya kumwelewa Yesu ndiye Kristo. Na Yesu akishakuwa Kristo uko salama. Tumsifu Yesu Kristo. Yaani ukishafika stage ya kwamba Yesu sio mwanamume, sio tu nabii, ila ndiye Kristo. Mpaka mafuta yule aliyekuja kukomboa ulimwengu ndiye wokovu. Uko kwenye stage ya juu kabisa imani yako. Na hiyo kwa maanayo kwa sababu ndiye itakao kuingiza katika uzima wa milele. Tunaelewana wanafunzi wa dini? Mlipoomba imani, imani inakupatia nini? Uzima wa milele. Uzima wa milele ndio kupitia Kristo. Yeye ndiye utimilifu wa yote. Yeye ndiye ukamilifu wa wokovu wa Mwenyezi Mungu. Utimilifu wa ufunuo wa Mungu unapatikana kupitia Kristo mwenyewe. Mungu ambaye hakumwachilia mwanae, akashuka ili sisi tupate wokovu. Akamwaga damu yake msalabani ili sisi tustahilishwe na tukapewa tule mwili wake, tunywe damu yake na tupate uzima wa milele. Na hilo ndio fundisho kuu kabisa ambalo Ekaristi Takatifu tulioachiwa na Kristo mwenyewe. Ndio maana wao tunasema hii ndio Ekaristi aliyotuachia Bwana wetu Yesu Kristo. Tuimbe kwa furaha. Tufanyeje? Kwa nini? Ekaristi ndio fupa gumu ambalo kwa kweli wale wote fisi walishindwa kulitafuna. Ndiyo fundisho gumu. Tunapotembea kwenye misa za shukrani tunasoma hilo somo ya kwamba neno hili linawakwaza watu, wakaacha neno hilo kwa sababu lilikuwa gumu. Kwa nini? Kwa sababu Ekaristi Takatifu ndio uamu wa Yesu mwenyewe katika kwenye ile hosti. Mkate unamkaribisha Yesu, ile divai inamkaribisha Yesu, inakuwa damu yake na mwili wake. Na sisi kabisa tunafahari katika Adoration Chapel tunaabudu damu yake. Siku ya Alhamisi tunamwabudu yeye mwenyewe katika mwili. Na hivyo basi tunafahari hiyo kubwa. Kristo. Baada ya maneno hayo tunaambiwa na Yohana ya kwamba Martha alirudi kwenda kumshirikisha jirani yake, kumpasha habari ya kwamba Bwana anakuita. Jambo jema, mshirikisha na ndugu yako. Neno la Mungu kamshirikisha na ndugu yako, kamwambie Bwana anafanya nini? Anakuita. Sio bakia nalo mwenyewe, utakuwa mbinafsi. Nenda kwenye jumuiya yako, kwa yule aliye dhaifu, kwa yule ambaye mambo haya ya Kwaresima, mambo ya neno la Mungu, mambo ya umoja wa kanisa, mambo ya wokovu sio ya msingi kwake. Kamshirikishe, mwambie Bwana anakuita, pamoja na msiba wako ulionao, pamoja na kaburi lako ulilotengeneza. Hatimaye anapomwambia, Maria anaondoka spidi, watu wakafikiri anaenda kaburini kwenda kulia, maana wamama wako vizuri na kilio. Tumsifu Yesu Kristo. Wamama wapo vizuri na kufariji, ndio sifa yao kubwa mojawapo, tofauti na uwaka. Mnenda zenu msibani pale, mlikuwa mnapiga stori na mwanamama. Kwa upendo wa Kristo, kwa wata mpo yani mlikuwa mnapiga vizuri stori, wala hapakuwa na shida yoyote, tabasamu jingi mpaka na kicheko. Sio sekunde ngapi imefika pale mwenzako aishaanza na kulia. Kilio alikitoa wapi hata hujui tena. Wewe uwaka unaanza kutafuta, hivi nianzeje kodi ya kutafuta na mimi nionekana niko serious. Unaikosa kodi, mwenzako aishapata muda mrefu. Tumsifu Yesu Kristo. Kakumbuka si msiba